miti yote uteleza. Na leo hii tumeona Adani mwenyewe pia ame withdraw 105 billion kutoka kwa SHA. Ile SHA yenye William Samoei Ruto anatuambia. And I am still affirming to the citizen. Wenye bado wanatuambia Ruto must stay. We have no problem with Ruto must stay. Lakini kama anajiamini, mwambie atengeneza IEBC kesho. Hivi believe himself, atengeneza IEBC. Hii chini ya democracy. Hii chini ya democracy. Hii chini ya democracy. And what we are speaking right now, inafaa kusikika na kila mtu. Leo hii yale mambo ambayo yanasumbua. The issues that are affecting common wananchi is not about Uhuru Kenyatta, it's not about Raila Odinga, it's not about Kalonzo Musyoka. The issues that are affecting us is about ourselves, our health sector. Leo hii wakati unapoenda hospitalini, kama hapa Rhodes, unaenda pale, kazi ya daktari ni kukuandikia, alafu anakutuma nje uende ukapimwe. After kupimwa ukimpelekea result, anakutuma kwa clinic, enda ukatafute kwenye utadungo sidano. Munataka tuishi hiyo nchi mkiniambia Ruto must stay? No, we cannot live like that. We are taxpayers and we pay our taxes. So, Mr. Speaker, as I'm concluding, please give me time. Bwana Speaker. We are appealing to the government of Kenya. Hii mambo ya IEBC. We are 3 years to the election. Na hii miaka tatu imebaki, tuko nchi ambayo haina IEBC na kuna pahali kuna wajumbe hakuna. Kuna pahali hakuna ma MCAs na kuna mahali hakuna MP. Then wanaongoja tufika 2026. Tukifika 2026 watengeneza IEBC wakati. Then they stand watuambie IEBC haiwezi fanya kazi, haiwezi kuwa structured within 1 year. So we want to postpone election to 2029 or 2028. We will not wait until 2026. Tengeneza IEBC. Asante. Ya nyani kufa. Ganga mbona unamsumbua mganga? Unamsumbua akili. Sawa, wanamsikia bwana. Fanya huyu mtu bwana. Profesa.